Bwana, mambo vipi? Hii ni combination ya Ali B TV pamoja na Dizorova TV. Inakuaje tunapatana tena kwa mwaka mwingine, mwaka 2026. Happy New Year. Na kama utakuwa unaungana nami kwa mara ya kwanza ndani ya Dizorova TV, make sure una subscribe, kulike na kucomment kwa ajili ya kuwa mwanafamilia tukiendelea kusukuma gurudumu. Bwana, leo bwana hapa tuko makao makuu ya Kubwa Studio Production Kenya, home of hits mjini Mombasa 001. Unyama ni mwingi sana na tuko Kubwa Studio kama nilivyosema, home of hits, na niko na one of the best producer ambaye amekuwa akitengeneza hit song nyingi sana za muda mrefu sana. Unyama sana na sio mwingine, anajulikana kama Lamborghini Vibe. Inakuaje ji? Shwari sana kaka. Unyama. Nashukuru bro, alhamdulillah. Kwa mara ya kwanza, this is the second time, lakini ni kwa mara ya kwanza tangu mwaka wa 2026 kuanza. First of all, unajisikia vipi kuvuka mwaka ukiwa salama kabisa bro? Nashukuru Mungu kwa sababu ni neema. Thank God. It's a new year, it's a new blessing. So nashukuru Mungu. Yes, Lamborghini Vibe amekuwa akitengeneza hit song nyingi sana ambazo zimekuwa zikienda sana mjini. Lakini before tufike huko, kuna watu wengi sana wanataka kujua kwa nini bwana yule producer kutokea pale Kubwa Studio ameamua bwana kujiita Lamborghini. Kwa nini Lamborghini bro? Okay, Lamborghini ni jina toka way back, toka niko high school, hata before no haikuanza na Lamborghini. Mimi kuitwa Lambo ilitokana na high school. Nilikuwa na ligi na mwanangu fulani, ilikuwa tunashindana kuhusu magari ya Ferrari na Lamborghini. So upande wangu nilikuwa naamini kwamba gari ya Lamborghini iko better than Ferrari. So tulikuwa na hizo ligi na zilishikaga tu uko high school. So ikawa mimi ni team Lambo, ule mwingine ni team Ferrari. So ndo hivyo Lamborghini, wengine walikuwa wananiita tayari Lamborghini. But nilipomaliza high school sasa, kwenye aso zangu za kimziki nini, kwenye mastudio kutembea, kuna wakati I came across Chimakeke, Cliff Chimakeke. Nilikuwa naimba yede song, nakumbuka nilikuwa na ngoma fulani hapo ilikuwa inaitwa My Wife. Nilimsikilizisha akaipenda sana, na ikawa yeye pia hiyo day alikuwa ameenda studio kurecord, na ikatokea akapenda vocals zangu, akawa nataka nimweke chorus kwenye hiyo nyimbo yake kwa sababu yeye alikuwa na rap. So nilimwekea chorus, but aliposikia nilikuwa naitwa Mfalme Lambos. Jina langu la usanii ilikuwa ni Mfalme Lambos. But akanambia mbona usijiite Lamborghini bro, Lamborghini ita sound poa sana na art yako. So sikuchukulia seriously, but pia nilikuwa na wasanii pale studio ambao waliniaminisha kwamba manze bro, Lamborghini, ukijiita Lamborghini itakuwa poa. So hivyo tu ikakuja kwamba Cliff alisuggest niitwe hivyo, na watu wakaja kweli wakanizoea kama Lamborghini, na mimi nika-adapt. So mimi nataka nifahamu ule ukaribu na Chimakeke. Umesema alikuwa mwanao mpaka mkaingia studio hapo mkafanya mambo. Right now tunajua kwamba Chimakeke sidhani kama itakuwa yuko Kenya. Sana yeye anaishi sana majuu hivyo, anakuja tu na kwenda. Mlisoma pamoja au ukaribu wako na Chimakeke uko vipi mpaka akakushauri kwamba ubadilishe jina na ukakubali? Sasa hii umetembea nalo mjini. Okay, alikuwa mwanangu sana. Kuna most stuff ambazo kimziki tu those times, hata before hata I gained the fame in TikTok nini all that, alikuwa na maisha mengine. But alikuwa ni mwanangu sana, na nilikuwa namsikiza kwa sababu ni mkubwa wangu. So that's why I adapted the name, na nikaona haina noma mimi kuitwa Lamborghini. Na hivyo tu, God is good all the time. Ukaribu wako bwana na Kubwa, kwa sababu kiuhalisia hata mimi binafsi nimemjua Lamborghini kupitia Kubwa Studio Production, na most of the time kuna producers wengi ambao kwa hapa Kubwa home of hits, lakini mara nyingi sana Kubwa anakuwa kama vile ni kama main producer ambao mara nyingi sana ukija kwenye session
Lamborghini waga yuko hapo. Nataka ule uhusiano wa kubwa mpaka kukuaminisha na kuwa anakuachia kabisa keys za studio na wewe kuwa hapa kwa ajili ya kupiga midundo ya wasanii ambao utakuwa unakuja kurekodi. Okay. Kubwa ni bro toka way back. Amenichukulia kama family toka naimba, yani hata kipindi sija hata fikiria kupiga kodi, kutengeneza beat. Alikuwa amenikubali kwa sababu pia ya hiyo discipline ya kimuziki nini, napenda music. I show up every time. So alipogundua napenda production, si eti nilikuja hapa tayari kama sijui alafu nikajulia hapa. Okay, nilianza ilikuwa step kidogo. Ilikuwa step kidogo huko nyuma, but nilipo gain some knowledge ndo nikamwaminisha kwamba mimi kaka naweza kuproduce, na akanipa nafasi hivyo, kawa hivyo tu. Kaka ako poa yani. Akanipa nafasi, kawa napiga mabeat. Napiga sana yani, nimefanya sana yani, na bado Umefanya sana na ni kweli. Tukiongelea kwanza ngoma ya Anita bana, pale kulikuwa na Kubwa Studio present katika ile ngoma, na pia tumeona kwamba labda Kubwa kahusika, na pia nadhani kwamba Lambo amehusika pale katika ngoma ya Anita, si ndio? Mimi Anita sijahusika kiukubwa, lakini mimi ni katika watu wa kwanza kupokea hiyo idea, though ilitengenezwa na TVN. Sitaki nianze kwa mnafiki niseme eti nilitengeneza, hapana. Anita kiukweli ilinipitia, lakini sikushughulika nayo. Brother TVN ndo alimakinika nayo akaimaliza. Mimi tayari hata that time ikitengenezwa nilikuwa Nairobi, I wasn't around. So yeah, Anita ni big tune na bado kuna another big tunes zinakuja. Tuachane na Anita, tuongelee kidogo Maisha ya Ukweli, ambayo pia nayo ulitengeneza wewe anda kwenye mikono yako mwenyewe, Lamborghini vibe, na ngoma ikaenda sana viral hadi ikaingia mpaka bongo kule, nadhani ikaingia kwenye trending chart music Kenya nzima, ikaja kwenye mpaka kuna namba fulani pale, I think iliingia mpaka katika top 10 ya music chart. Ile ni unyama sana. Ulijihisi vipi kwamba ngoma ambayo umeproduce mwenyewe hapa tulivyokaa kwenye hicho kitu ulichokaa, mashini hizo ukatengeneza ngoma na ikaenda sana viral Kenya hadi East Africa kabisa, kwa sababu tuliona baadhi ya pia TikTokers ambao wamefanya challenge kabisa. Hivi umejisikia vipi ngoma kuingia kwenye charts za juu kabisa wakati umetengeneza wewe na mikono yako mwenyewe? Okay, na feel ni blessing. Ni blessing sana kwa sababu ni katika ndoto zangu, yani at least kufanya something watu wasikize, wapokee. Hiyo ni katika ndoto zangu yani, na naamini kwamba ni Mwenyezi Mungu ndo amesababisha. So yeah, Maisha ya Ukweli kwenye kuitengeneza ilianza tu kama jokes. Walikuja na idea ya chorus. No, hata si chorus haikuwa. Hiyo true stories unajua si mabaria. Hiyo vibe ndo ilikuwa hapo mwanzo, alafu ndo waliponichezea mimi nikapanga beat. Wakaandika sasa yote hapa studio, wakamaliza. Baadaye tulifanya ngoma kama 2 hiyo siku, the same day. Hiyo Maisha ya Ukweli na nyingine. Wakamaliza, wakaandika hapo hiyo siku. Kesho yake boss akaja akasikiza, akapenda. Na hivyo ngoma ikashughulikiwa, ikatoka, ikafanya vizuri, bomu. Kweli lilikuwa bomu, lakini wamesema bomu mumeliboost kimpango gani? Walidai kwamba baadhi ya TikTokers ambao wametoka East Africa kule Tanzania, kuna watu ambao wana influence kubwa sana. Tukimwongelea Kapoza pale, one of the TikTokers ambao kuna namba nyingi sana. So Kapoza pia ni one of the TikTok ambaye alifanya challenge ya Maisha ya Ukweli, pia watu walipenda. So kuna baadhi ya watu katika vikao vyangu nikienda mimi wamesema kwamba bwana, timu ya Kubwa iliekeza hela promotion kwa ajili ya kulipa wale TikTokers waweze kufanya ile ngoma. Mimi nataka uniambie, kwa sababu nadhani promotion ni kati ya vitu ambavyo watu wanatakiwa kuvifanya, kwa sababu ngoma ikienda viral ndio poa zaidi. Hivi kulikuwa na hiyo promotion ya kulipa wale TikTokers kufanya hizo challenge? Hamna, kukua.
Au madogo wamekubalika tu naturally kwa ground bila hata hizo eti sijui nini. Ni venye ngoma zao ni kali. People love their songs. Na si hao tu. Unajua currently game imekuwa dormant. Hakujakuwa na ngoma nzuri nzuri. Unaona, so at least this time ngoma zimekuja nzuri. Ndio maana unapata hata wabongo, hata si bongo, hadi watu wa Dubai wanafanya challenge, unaona. So hiyo ni kitu kikubwa, na watu wapokee kwa positive, yani waichukulie positively, na wawasupport tu, kwa sababu bado yani hata ndo mwanzo wanaanza. Hata ngoma ngapi sahii ndo zina trend? Ngoma kama 3 hivi unajua. So yani watu wasipanic. Kuna mabomu bado zinakuja na zita trend, na hivyo tu, kwa sababu sahii hakuna sababu ya kuwa watu wasisikize good music, bro. Wanaosema watasema tu, lakini kitu kizuri huwezi kizuia ji. Yani kitu kizuri, kitu smart, watu wanapenda from the word go, bila hata kulipa watu kuwafanye. People will just, hasa kwa mfano zile show, unaona wanajaza show, wao wanalipwa wale watu kwenda kujaza show. They don't do that. People do because it's new, ni kitu kizuri, they show love. Yeah. Hapo hapo Lambo bwana, mi nitasema sana congratulations bro, kwa sababu umekuwa ukitengeneza midundo sana ambayo imeenda sana viral, na Double Gang wamekuwa ni kati ya watu ambao mimi naweza sema kwamba mnaendana, kwamba mikwaju ikipigwa na Lamborghini lazima inaenda sana viral. Kuna hii collaboration ambayo imeachiliwa right now na iko katika music chart, nadhani iko namba 8. Niliangalia before nifanye na interview hapa, iko namba 8 on trending, na leo ni siku ya 4. Na ile ngoma bana iliingia kwenye music chart katika nambari ya 26 pale, iliingia trending number 26 after 16 hours. Hata haijamaliza hata siku moja, muda wa masaa 16 imeingia kwenye trending chart. Na leo bwana iko katika nafasi ya 8 ambayo iko pale na inakimbiza sana mbio. Mimi nataka uniambie unajisi vipi kwamba ukiwa unatengeneza midundo ambayo inaingia kwenye chart sana hivi, unajisikia vipi? Unapataga sana usingizi bro? Unapata kweli usingizi? Hebu niambie. Of course kulala na lala, japokuwa pia na feel ni blessings. Sijawahi fanya hivyo, haijawahi tokea in my life. So hiyo ni blessing, na naichukulia tu positively. Naamini kwamba ni tu period yani. Na si eti ni mimi, kuna watu behind everything to make everything work. So ni God na the authority behind me pia wanafanya kazi nzuri. Au wenye hizo nyimbo pia wako vizuri, unaona. So siwezi kaa nikajigamba sana, lakini I thank God for everything. Ana bless, at least kazi zinafanya vizuri, especially ni katika zile ambazo tunasema acha tujaribu na hii. Sasa ni blessing tu sana. Sasa mimi nataka uniambie, uweke wazi hapa kidogo tu. Hiyo collaboration ya Shamba ni Kala Moto featuring Double Gang. Mimi niko very much sure kwamba ni Kala Moto ndio alihitaji madogo katika ile ngoma, si ndio? Yeah. Kweli. Yeye ndo alipenda vibe kweli, akaona anaweza fanya na madogo kitu kizuri, na kawork out, na kwangu mimi si kitu kibaya. Kwa sababu moja, kwa sababu so far so good, hakuna wengine wanaofanya vizuri ambao kwa mfano mtu kama Kala Moto angefanya nao collab. Ashafanya na Eko, amefanya vizuri, unaona. Ashafanya na KO, anafanya vizuri. Afanye na nani tena kama si Double Gang, unaona. Okay, wapo wengine wanafanya vizuri. Alafu hapa ni nyumbani. Kala Moto yani ukizungumzia kubwa, hapa ako home yani, unaona. So yani hata usishangae hata wapige ngoma 5 zitoke. Kwani Don Jazzy wale Marvin kule si wanapiga kolabo au kwa hao wasanii wa nyumbani? Si kitu kibaya, watu wasishangae wakaanza kuongea sana. Si vizuri, watu wapokee hiyo muziki, ni big music, waipokee na waendelee kustream.
kwa sababu zingine bora zaidi zinakuja, si zile tu. Mbona 2 tu 3, people wanna talk, wasibonge, watu wapokee hizo mziki, wazisambaze. Juu zinapenya, ni stima kwa ground kishenzi. Okay, uh, hapo umesema kwamba ni sawa. Mimi mwenyewe sidhani kama itakuwa ni makosa Kala Moto kuwashirikisha Double Gang, lakini baadhi ya watu wanasema kwamba Kaa amejaribu kutembelea upepo wa Double Gang. So ile ngoma ya Shamba yeye bwana aliamua tu kupepea na upepo wa Madogo, na Madogo wamregeshe mjini, kwa sababu Kaa ni kama amepotea hivyo. Hajapotea, mbona wanamjua? Kitu chenye kimepotea kijulikani. Mbona wanaweza zungumza eti Kaa na dandia upepo? Tayari wanajua hilo pepo lipo. Pepo la Kaa lipo. Watu wasiongee sana, wasiseme eti na dandia pepo la sijui nani. Kila mmoja ako na nafasi yake, na anafanya kitu kizuri, kitu chake kulingana na venye inafaa. Kala Moto amekaa chini akaonelea ni vizuri nikifanya hawa Madogo ngoma itafanya vizuri. Mbona imefanya vizuri? Lakini si hata hao Madogo kuna wasanii wengine pia wamefanya collab nao, mbona haijafanya vizuri? So people wakuwe positive manze, wache hizo ndo vitu zinaharibugi game. Hizo za watu wamefanya kitu kizuri, basi badala wakipokee wanaanza hizo negativity. Sababu tu washasema tumenunua views, wamesema sijui mambo mengi tu. Lakini kununua views haikuweki kwa trend my G. Go try. Haiwezekani, ni venye ngoma zinapenya kwa ground. Unajua wasanii kitu hawajui, kujulikana kwa Facebook, hizi TikTok, ngoma yako ijulikane huko, na isipojulikana na watu physical kwa ground, bombo clat. Lakini tatizo hao wanajulikana kwa ground, unajua. So wasishangae yani. Kwa mfano juzi, mfano tu sisemi kwa mfano mbaya, Abigail Chimes, msanii wa bongo, views zake nyingi hata kuliko Shamba. Wametoa ngoma almost on the same period, lakini hajaingia trend. So things doesn't work. See all about trend. Ni about ngoma yako imefikia watu vipi. Unaona? Hiyo ndo muhimu. Hata si about trend, ni ngoma yako inafikia watu kwa ground, individual. Kama ni watoto wapende, kama ni kina mama wapende physical women, si watu wa kulike tu kwenye mitandao. Hapo uko safe. Sasa ndo maana hao wasanii wakiingia kwenye trend, wakifanya muziki yao vizuri kwa ground, watu wanaanza kusema eti wamelipa. Hawajalipa. Just do it right. Do it right, na Mwenyezi Mungu ana bless. Double Gang wameseni wako under Kubwa Studio. Yeah. So marketing, audio production, video production, kila kitu wanasimamia under Kubwa. Yeah. Wow, hiyo ni exclusive wanangu, tunapewa kwamba Double Gang rasmi hapo itakuwa wameseniwa under Kubwa. Sijasema wamesign. Unajua signing ni kitu tofauti. Nasema at least currently vitu vingi wanafanya hapa. But signing, unajua sign sasa hiyo unazungumzia labda paper ile. Mimi sijui kuhusu hiyo, but as much as I know, at least vitu vingi naona tunafanya pamoja hapa. We share ideas together. Tuna have meetings pamoja hapa. So yani hapa ni nyumbani, apart from Familia. Familia yani. Na si toka hii juzi wana trend, toka kitambo bro. Hao maboys toka kitambo, yani hata siku hizi naanza kuangalia na wanajielewa, wanajijua. Toka way back, si watu wakianza kuona kubwa. Si eti ni juu sahi. Toka hata wajaanza kutunga mistari za maana. So wako home, wako safe. Watu wa expect tu mabombo clat kwa ground. Noma. 2026 imeanza vizuri sana na mangoma ambayo yamekuwa dropped mengi sana. Kuna Dora PLZ, kuna Mtaliban Halisi amerelease ngoma yake, I think ilikuwa na 2 days. Watanisema sana pia ni one of the best ambayo imeingia kwenye trend. Kuna Tap Tap pia music video ya MK64.
kuna mangoma kibao ambayo yametoka mwaka 2026. Januari bwana ni mwaka ambao kidogo watu wanakuwaga wako busy, lakini inaonekana sisi bado Januari tuko katika burudani mzee. Una kipi cha kusema baadhi ya madogo ambao wanafanya vizuri, kwa sababu pia Mtaliban halisi ngoma yake pia nayo imejaribu kuingia kwenye trend kwa muda tu wa siku moja hivi. Una kipi cha kuambia madogo ambao wanafanya vizuri kama Mtaliban halisi pia? Nice work, nice work. Hivyo ndo inafana, na mimi daily hayo ndo maombi yangu. Ningependa kuona wasanii wakifanya shughuli zao za sanaa na zikifanikiwa. Unaona, kwa sababu hiyo ndo ndoto ya msanii. Anatamani atoe nyimbo yake, mashabiki wapokee. Unaona, so inapofanyika hivyo, hiyo ni blessing. Pure blessing, na ground iendelee hivyo. Wasanii wapige hit songs, zifanye vizuri, mashabiki zao wawasupport, watoe tu hit song. Msanii usitoe tu nyimbo, toa tu ngoma poa yenye at least unajua watu watapenda. It doesn't matter. It doesn't matter kabisa. Wewe achilia manyimbo, tengeneza at least a fan base, hata kama ni kidogo tu, ita grow hivyo. Hivyo tu. Kwa yule msanii ambaye anatamani kuja hapa Kubwa Studio kwa ajili ya kuja kufanya audio production, lakini anahofia kwamba labda Kubwa budget yao ya kufanya music hapa itakuwa ni kubwa vile kama vilivyo jina lake lenyewe. Hivi mtoe hofu kwa yule msanii ambaye anataka kuja kufanya audio production, Kubwa anakupata vipi na ni kiasi gani ambacho anafaa kuja nacho hapa kwa ajili ya kuja kufanya ngoma? Okay, msanii asipanic. The pricing is affordable. Anatutafuta tu kwenye hizo contacts kwenye mitandao, akitafuta Kubwa Studios atapata namba pale ipo, anapiga na make inquiry, anakubaliana tu na the management, anaweza nitafuta hata mimi mwenyewe Lambo Beats, Lamborghini, tukakubaliana. Ni makubaliano tu. Mwaka 2026 2026 Lamborghini kama producer amejipanga nini, ama ni kitu gani ambacho amekipanga huu mwaka kukifanya mwaka 2026? Okay, sina specific plan, but plan yangu tu ni kutengeneza good music, for the sake of the community and the culture and kila kitu. Just good music. Anything kwa fan wako pale, au anything kwa any artist ambaye anakutazama pale, ni kitu gani ambacho anafaa kukifanya sahihi yeye kama msanii ama mtu ambaye anatamani kuingia katika sanaa ya music? Okay, kitu naweza mwambia mwanamuziki. Okay, kuna msanii na mwanamuziki. So tumuongelee mwanamuziki. So mwanamuziki, show up every day katika issue zako za kimuziki, lakini pia usichukulie muziki tu kama hobby. Be business minded on it. Fikiria sana on how you develop your art kila siku, alimradi you make it better kila siku. Usipige ngoma moja kali ama mbili kali ukafeel uko safe. Just to do more and more. Inasaidia, ina help kusharpen art. Jitume tu kila kona. Mimi niko, kinitafuta niko, nitakuadvise kama ni msanii. I'll help where possible, where necessary. Tuko on always. Karibuni sana, ila expect more hits, more and more. Swali langu la mwisho tukimalizia, kuna msanii ambaye atakuwa signed under Kubwa this year? Kuna mipango kama hiyo? Hamna, sijasikia bado. Nataka kama ipo, sijui, haiko kwenye mikono yangu kujua hiyo. Iko under management. Sure, unyama ni mwingi sana. Huyo ni Lamborghini Vibe, one of the best producer ambaye amekuwa akitengeneza sana hit song nyingi all over the Mombasa, all over East Africa. Na unyama ni mwingi sana, ametengeneza ngoma nyingi sana ambazo zimeenda sana viral, kama vile Maisha ya Ukweli, na ngoma ambayo inafanya vizuri na iko trending number 8, ngoma ya Shamba. Unyama ni mwingi sana. Hii ni Ali B ikishirikiana na Dizorova TV. Until next time guys, mwanangu nyuma ya kamera ni
Lukman, enda pale kwenye ukurasa zake za IG, TikTok kwa ajili ya kumfanyia subscription au pia kumfollow ili aweze kupata unyama ni mwingi sana. Until next time guys, mimi nawapenda sana, bye.